Bwana Yesu apewe sifa. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama yeye mwenye kuanzisha, mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mashahidi unawajua? Mashahidi ni akina nani? Mashahidi ni wale ambao hawajapata neema ya kumjua Yesu Kristo kuwa kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nasema basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema na tuweke kando kila mzigo mzito utuzingao kwa upesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mashahidi ni wale ambao hawajapata neema ya kumjua Yesu Kristo kuwa kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hawa ndio mashahidi ambao wanatuzunguka sisi. Bwana Yesu apewe sifa. Na hawa ndio ambao wanatutazama kwa jicho la tofauti sana, kwa sababu sisi ambao tunasema tumempa Yesu maisha na tumeokoka na ni wasafiri tunaoenda mbinguni, wanataraji kuona mwenendo mzuri kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanatamani kuona tabia njema kwenye maisha yetu. Maana yake sasa wao ni mashahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nakwambia kuna mtu ambaye anafuatiliwa kama Mkristo aliyemjua Mungu na aliyeokoka. Yaani anafuatiliwa sana. Tuna mashahidi ambao wanatufuatilia kila kona unayopita, wanakuangalia unaenda wapi. Kila kichochoro unachokatiza anasema leo amepita ameenda huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utashangaa taarifa moja ya mlokole mbaya inasambaa kwa haraka mno kuliko taarifa ya mtu ambaye hajamwamini Yesu.